Mpaka sasa kwenye ligi kuu ya NBC, Simba imeshacheza michezo mitano ikiwa imepoteza mchezo mmoja dhidi ya Azam FC na kushinda michezo minne na kufikisha jumla ya alama 12, lakini Young Africans imecheza michezo 6 na kupata sare mchezo mmoja wakiwa na alama 16. Lakini wakati timu ya Yanga inafikisha alama 16, mojawapo kati ya vitu ambavyo vinazungumzwa sana hivi sasa ni viwango vya wachezaji wapya ambao wamesajiliwa kwenye timu hiyo. Hasa wakimzungumzia mchezaji Celestine Ekua ambaye anapoteza nafasi nyingi sana, lakini pia amekuwa na unnecessary movements, yani zile move ambazo hazina msingi wowote, kwa sababu anachelewesha kupeleka mipira mbele, lakini kwenye kusupply mipira amekuwa ni mzito sana, ni kama vile ana kitete mguuni au anataka kucheza na jukwaa. Sasa tuangalie wachezaji ambao wamesajiliwa na klabu ya Young Africans na ni wachezaji gani ambao mpaka sasa wamepata nafasi ya kucheza katika kikosi hicho kwa 100%. Namba 1 ni Mohamed Hussein, wa pili ni Edmund John, wa tatu ni Celeste Ekua, namba 4 ni Musa Balakonte, namba 5 ni Andy Bobwa Boyeli, namba 6 ni Frank Asinki, namba 7 ni Mohamed Dumbia, namba 8 ni Lassine Kouma, wa 9 ni Ofen Chikola. Hawa ndio wachezaji ambao wamesajiliwa na Young Africans kabla ya kuanza kwa michezo hii ya ligi kuu ambayo inaendelea hivi sasa. Na ukiangalia katika usajili huu ambao Young Africans wameufanya mpaka sasa, ni wachezaji wawili tu ambao wanapata namba katika kikosi cha kwanza cha Young Africans kwa 100%. Na wachezaji hawa ni Mohamed Hussein Shabalala, beki wa kushoto, ambaye amefanikiwa kumweka nje Boka. Lakini kwa wachezaji wengine ambao wanapata namba mara moja ni pamoja na Edmund John, Musa Balakonte, Celeste Ekua, Andy Boyeli, yupo Mohamed Dumbia pamoja na Ofen Chikola. Lakini kwa upande wa Lassine Kouma bado amekuwa na changamoto katika kikosi cha Young Africans, kwa sababu michezo mingi sana ambayo Yanga inacheza amekuwa hapati nafasi kabisa, lakini katika michezo mingine amekuwa hawekwi kabisa, hata katika wachezaji wa akiba ambao wanacheza mchezo ambao unahusisha klabu ya Young Africans. Kwa hiyo mpaka hapa hatuwezi kusema kwamba Young Africans imefeli kwenye usajili, lakini tunaweza kusema kwamba tuwape muda wachezaji hawa, kwa sababu bado ligi ndio kwanza, bado mbichi. Michezo 6 tu, hawezi kumjadili mchezaji. Lakini kitu kingine ni kwamba kila kocha anapofika anakuwa na first 11 yake. Yani kuna wachezaji pendwa ambao huwa mara nyingi kocha anapokuja basi lazima atakuwa anaanza nao. Kama vile ambapo wakati anaondoka Romain Folz, mchezaji wake pendwa katika eneo la kiungo alikuwa ni Aziz Andabwile, ambaye panga pangua katika kikosi cha Romain Folz lazima utamuona Aziz Andabwile katika first 11 ya Young Africans, na of course amekuwa akideliver kile ambacho kocha alikuwa anamwambia. Lakini kwa sasa toka ameondoka kocha Romain Folz ama Minuno, bado hatujamuona mchezaji Aziz Andabwile akizima katika nafasi ya kiungo kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo hawa ndio wachezaji ambao hawapati namba sana. Yani utazungumzia Ofen Chikola ambaye anaingia mara moja though amekuwa na impact, lakini Lassine Kouma bado hajaonyesha kile kitu ambacho kilifanya mabosi wa Young Africans waweze kumuamini. Mohamed Dumbia, AI wenyewe wanamuita, amekuwa na tabia ya kuhold mpira mara nyingi sana na amekuwa akichelewesha timu pale ambapo inakuwa inahitaji matokeo, kwa sababu timu inapohitaji matokeo inahitaji zile movement za haraka, yani quick response kwa wachezaji. Lakini kwa upande wa Dumbia, kwake kidogo kuadapt yale mazingira kucheza mpira wa kasi kidogo imekuwa ngumu. Frank Asinki toka anajiunga na Yanga kitoka katika klabu ya Singida Black Stars hajacheza michezo mingi, lakini mara baada ya bodi ya ligi kumfungia mchezaji Ibrahim Abdullah ama Baka, Asinki pale anapopata nafasi amekuwa akituonyesha basi ni kwa nini amesajiliwa na klabu ya Young Africans. Japo hapate nafasi, lakini pale anapopata nafasi Frank Asinki amekuwa mzuri sana. Andy Bobwa Boyeli, usajili wake ulikuwa ni gumzo sana wakati anakuja Tanzania, lakini mpaka sasa licha ya Dube kutokuonekana kama ana impact kubwa sana kwenye kikosi cha Yanga, lakini Boyeli ameshindwa pia kumshawishi kocha Pedro Soares Gonçalves kuweza kumwanzisha katika kikosi chake, na bado anaendelea kumtumia Dube ambaye anakosa magoli mengi. Kwa hiyo Andy Bobwa Boyeli amekuwa ni chaguo la pili nyuma ya mchezaji Prince Mpumelelo Dube. Musa Balakonte bado pia hajapata nafasi sana katika kikosi cha Young Africans, lakini huenda ujio wa kocha Pedro Gonçalves
ukamfanya Musa Bala Conte akaanza kuwaka tena kama vile ambavyo alizungumzwa sana wakati anajiunga na klabu ya Young Africans. Celeste Ekua panga pangua, mchezaji kwenye kikosi cha timu yake ya taifa, amekuwa akicheza, lakini pale ambapo anapata nafasi kwenye kikosi cha Young Africans amekuwa na makeke mengi sana ambayo yamekuwa yakichelewesha Young Africans pale ambapo inahitaji matokeo. Lakini kwa upande wa Edmund John, pale anapopata nafasi, basi no doubt ni mojawapo kati ya wachezaji vijana ambao ni hazina ya baadaye, kwa sababu anaonesha uhai pale ambapo anakuwa karibu na goli. Mohamed Hussein Shabalala, nadhani hapa no doubt hakuna cha kuzungumza, kwa sababu impact yake imeonekana toka anatoka Simba, alikuwa na impact kubwa. Aenda kujiunga na Young Africans, amebaki katika kiwango chake kile kile, na hivi sasa kwenye timu ya taifa ya Tanzania bado amekuwa na kiwango kile kile. Kwa hiyo pia ni kati ya wachezaji ambao pia wamejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ambacho kimesafiri kuelekea nchini Misri kwa ajili ya kuweka kambi. Kwa hiyo hii ndio list ya wachezaji ambao wamesajiliwa na Young Africans. Ukiachana na wale vijana wawili wadogo wa Kizanzibari, hawa ni wachezaji ambao walizungumzwa sana na tulitarajia utafanya makubwa mpaka sasa, lakini ni Mohamed Hussein